And as you can see, we have 6 classrooms today, courtesy of NGCDF Garsen, led by our area MP, Honorable Ali Hashaka. You can see we have a fence that was recently done, and gracious, today we have a school bus. You had my little girl say that it has always been tiresome for their principal to go hiring matatus for them to go for co-curricular activities. We were not able to fill the slots for junior school. We got inadequate interns. We were not able to attract adequate applicants, so still we've not managed to fill the numbers. We still have a gap. Despite the shortage is biting, it is very big. So as our stakeholders are saying, maybe with enhanced issues being handled in Tana River, maybe we would attract more teachers joining the county. At the moment, we have very few from the local area. We are attracting teachers from outside, from Western, from Nyanza. They are the teachers we are recruiting. We've already exhausted the teachers from the local area. Hapa kwetu walimu hawapatikani kwa sababu wazazi, hali ndio hiyo vile umeambiwa. Kwanza hata waziri ya serikali hawafiki. Ilikuwa tumeona tu waziri PS wetu Kinakelo amekuja mara mingi Tana River, PL wa Hassan, na ametusaidia pia. Tumekuwa affected by floods. Shule nyingi imeathirika. Saa hii shule 22 wako kwa camps. Waziri MPS Kelo ametuletea mabati, shule nyingi imetengenezwa kwa camps temporarily na manyumba imetengenezwa. Lakini challenge yetu ni kubwa. Tunataka Teachers Training College hapa Tana River, ambaye ni hapa Garsen. Si ni kweli? Na tunashukuru rais wetu ameweka bajeti ya kitaifa, pesa ya kujenga Teachers Training College. Mpigeni rais wetu makofi. Waziri tena tumewekewa pesa 200 million ya resettlement ya wale watu ambao kwamba wamekuwa affected na floods. Pigeni rais makofi. Mbunge wenu ameomba president na president amedirect mimi kumsaidia kwa miradi mbalimbali. Kwa mfano, yeye ameomba president wale watu wameadhiriwa na floods na manyumba zao zimeharibiwa, wao wenyewe wamekuwa displaced, wamehama makwao na wanakaa kwa mlima. President amenidirect nitafute njia za kununulia mabati so that waweze kujenga nyumba zao ambayo iko safe na iko mbali na sehemu zinaadhiriwa na maji. Kwa hivyo mheshimiwa, hivi karibuni ile budget yetu ikipita, mimi nitaweza saidia wewe na mabati vile president wetu amedirect, so that uweze kujengea wale watu wameadhiriwa na floods manyumba. We have also provided 8,060,000 to the national government CDF, which mheshimiwa, I'm sure you will be getting any time in this financial year for Garsen constituency as a conditional grant for constructing more classrooms. This amount will be matched by the national government CDF to bring it to a total of 16,121,000 for improving infrastructure in schools in this sub-county. Walimu nimesikia na nimeona upungufu hapa. Iko upungufu wa 297 teachers, and progressively as we recruit, we undertake that we will be able to give you more teachers in this sub-county and in the county of Tana River. Mulisikia ile budget ambayo mmesoma katika mwaka huu, kubwa kabisa ni wa sehemu ya elimu. Kwa sababu ile pesa ambayo tunapatiwa katika elimu mwaka huu ni 656 bilioni. Ni bilioni ngapi? 656 bilioni. Serikali haitoi pesa kwingine. Pahali ambayo serikali inatoa pesa ni ile ambayo wewe na mimi tunatoa, ndio kwamba serikali iweze kupata uwezo ya kuwalipa walimu, serikali iweze kupata uwezo ya kununua pasi kama ile ambayo imenunuliwa hapa kupitia kwa mheshimiwa wetu, serikali iweze kupata pesa ya kushirikia ujenzi ya madarasa kama ile ambaye tunashughulikia hapa.
Masomo ndio ubadilisha binadamu, masomo ndio ubadilisha jamii, masomo ndio ubadilisha sehemu, na masomo ndio hasa itaweza badilisha sehemu yetu ya Tana River. Kama sasa tulisema ndio tuko na nafasi za kazi za kuajiri walimu, lakini kutoka hapa Tana River hatuna watoto wetu ambao wamehitimu ambao wataweza ajiriwa kuwa walimu katika sehemu hii. Na njia pekee yake ambayo tutaweza suluhisha ile ukosefu na upungufu ya walimu katika sehemu hii yetu ya Tana River ni kuhakikisha ya kwamba watu wetu wamesoma, watu wetu wameenda teacher training colleges, watu wetu wameenda university, arabu watoto wetu wenyewe waweze kuwa walimu katika sehemu hii. Si kwamba kila wakati lazima tutegemee sehemu zingine za Kenya ndio tuweze kupata walimu. Jameni wazazi, mnajua umuhimu ya masomo. Tumekubali tusomeshe watoto wetu, na mimi nawasihi ya kwamba mtoto asikae nyumbani. Ndio mnasikia serikali inazingatia mwito na mpango ya kwamba 100% transition. Nyabuto Mara Secretary. Asanteni sawa sawa. Thank you very much. We are happy that we ndio Rais Ruto ametoa chakula.